Yesu asifiwe. Huyu ni Ephraim Pasco Mwaitebere, anakuletea ujumbe ya neema pasipo imani haifanyi kazi, na imani pasipo neema haifanyi kazi. Huo ndio ujumbe wangu. Haleluya. Sawa, ukisoma katika Efeso 2 mstari wa 8, Biblia inasema tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Hapo unaanza kuona vitu viwili. Kuna neema, tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Na Biblia inasema hiyo haikutokana na nafsi zetu, ni kipawa cha Mungu. Kipawa manake ni zawadi. Tumeokolewa, yani ile kusema tumeokolewa, yani ni sawa na hivi ya kwamba Yesu tayari alikufa kwa ajili ya dunia nzima, kwa ajili ya watu wote alikufa kwa ajili yao, na alilipa deni la dhambi zao. Lakini kwa nini kuna wengine wameokoka na wengine hawajaokoka? Hawa ambao hawajaokoka, kwa nini? Kwa sababu hawajapokea hii zawadi ya uokovu. Uokovu ndio neema yenyewe. Uokovu ndio neema yenyewe. Neema ni kile kitu ambacho tayari Mungu ameshatufanyia, tayari ameshatufanyia, tayari ameshatuokoa, tayari ameshatusamehe, tayari ameshatubariki, tayari ametoa gizani kwenye ufalme wa giza na ametuingiza kwenye ufalme wake. Lakini kama hakutakuwepo na mtu wa kupokea alichofanyiwa, bado hakitafanya kazi kwa huyu mtu wa pili. Sasa naomba unisikilize. Neema ni kazi ya Yesu. Kazi ya Yesu kwetu. Na imani ni kazi yetu sisi. Unaamini alichokufanyia, ambacho tayari umeshafanyiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ametufanyia nini? Tayari ameshatuokoa. Lakini kama hautaamini alichokufanyia, uokovu hautaupata. Tunaposema Ephraim au Franki au Marijani au Asukeni au imani ameokoka, tunachomaanisha kwamba ameamini kazi aliyoifanya Yesu Kristo pale msalabani kwa ajili yake. Na tunaposema huyu hajaokoka, manake tunasema hajaamini kazi ambayo Yesu alishamfanyia pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unaona, neema ni upande wa Mungu na imani ni upande wetu. Kwa namna nyingine, mtu asiyeifahamu neema hawezi kuwa na imani, na asiyeifahamu imani, mtu asiyeifahamu neema hawezi kuwa na imani, na mtu anayefahamu asiyeifahamu imani, manake let me say, imani ni mkono wa kuchukulia kile ambacho Yesu ameshakifanya, ambayo ni tayari tunasema ni neema. Na kama mtu hataamini alichofanywa na Yesu Kristo, hakuna siku moja ambayo atafurahia uwepo wa Yesu kwenye maisha yake. Sasa ili tuamini, tunaamini nini? Tunaamini ya kwamba Yesu ameshatusamehe. Kwa tunaenda mbele za Yesu tukijua tumeshasamehewa. Tunaenda kwa nasoma ile Wagalatia 3 mstari wa 13. Anasema Kristo alitukomboa na laana ya torati. Hiyo inaonyesha hasemi atatukomboa kwa sababu neema ni sasa. Anasema tayari ameshatukomboa. Tayari alishatukomboa. Neema sio imani, ni sasa. Haleluya. Haleluya. Kwa ninachozungumza, neema ni kitu tayari ambacho Mungu alishafanya kwa ajili yetu kupitia mwanae Yesu Kristo. Lakini imani ni sasa, ninakiamini kile nilichofanywa. Ninapoamini ya kwamba Yesu amenifanyia, ninakipokea kile ambacho Yesu ameshanifanyia. Hapa ndipo sasa niko kwenye imani sasa. Kwa pasipo imani
na pasipo hakuna imani kama hakuna neema, na hakuna neema kama hakuna imani. Yani hivyo vitu haviwezi kufanya kazi katika maisha ya mtu until unakuwa unajua ya kwamba alichonifanyia Mungu kupitia mwanae Yesu Kristo ni 1, 2, 3, 4, 5. Sasa unapopokea kile alichokufanya, ndio kazi ya imani. Imani ni kupokea alichokufanyia Mungu. Alichokufanyia Mungu kupitia mwanae Yesu Kristo. Kwa vitu viwili. Kama hautajua hivi, hutajua neema, na hautajua kama hautajua neema, hakuna siku moja ambayo wewe utakuwa na imani. Narudia tena. Kuna vitu hivi viwili. Neema ni kile ambacho tayari Mungu ametufanyia kupitia mwanae Yesu Kristo. Hiyo ndio inaitwa neema. Imani inachukua alichokufanyia. Alichokufanyia nani? Alichokufanyia Mungu, ambao ni neema. Kwa namna nyingine, kama imani haitatenda, kwa namna nyingine, imani tu, imani pasipo kujua neema ni zero. Lazima ujue neema, na ukishajua neema, imani itakusaidia sasa. Ndio mkono sasa wa kuchukulia kile ulichofanyiwa. Mungu awabariki. Mkielewa hicho, hakika maombi yenu yatakuwa yana maana sana. Watu wengi sana maombi yao hayajibiwi kwa sababu hajui neema. Na kama ujui neema, huwezi kuwa na imani. Na kama huwezi kuwa na imani, Biblia inasemaje katika Waebrania 11:6 ya kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Pasipo imani gani? Pasipo imani ya kila ambacho Mungu tayari ameshakufanyia. Shalom, shalom. Bless you. Nataka tu uelewe hako kata kusaidia. Siku nyingine tutaendelea. Amen.